Nitumie nafasi hii hapa leo kuagiza waziri wa maji, nishati na madini, hapa si ndio wana viwali vya mchanga? Leo tukitoka hapa tutawatafuta waangalie utaratibu, hizo stop order walizoziweka zifunguliwe, watu waendelee kupata hii nishati ya mchanga, kazi ziweze kuendelea. Hatuna sababu ya kusimamisha kazi. Lakini pia nimwagize waziri wa uchumi wa bluu, mkuu wa mkoa, ZMA na wadau wote wanaohusiana na wale wavuvi wakutane kesho, wazungumze jambo hili likamilike, tuone utaratibu gani wenzetu wavuvi hawa tunawatafutia mazingira mazuri, wanawekwa pahala pazuri, na hapa wapishe ujenzi uendelee. Mimi sioni sababu ya kuzuia ujenzi kwa sababu tu kibali cha mchanga hakipo, kwa sababu tu wavuvi hawataki kuondoka. Wavuvi ni wananchi wetu, lazima tuwaekee mazingira mazuri na tutawaekea mazingira mazuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko hapa na kuna kazi nzuri walishaifanya, na mimi palipobaki ni kumaliziwa tu, pamoja na wadau wengine, mstahiki meya na watu wengine watasimamia hili, na niwahakikishie changamoto hii itakamilika haraka iwezekanavyo. Nichukue nafasi hii kwa dhati kumshukuru na kumpongeza tena Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kweli kwa maono yake makubwa, lakini kwa hii ndoto sasa kuanza kutimia. Mimi nimekuja mara nyingi hapa, ila kila nikija napata maneno. Ni kweli Mheshimiwa Waziri, kila tukija tunakuta kitu kingine, lakini bado yanabaki kuwa ni maneno. Lakini leo nimekuja, nimefurahi sana. Leo nimekuja kwa sababu nimeona meli zipo, zimefunga tayari, na naamini kazi zitakuwa zinaendelea. Sina hakika kama pengine mmezuiwa kwa sababu ya kuja sisi, lakini mwaruhusu tuendelee na kazi yetu. Tumekuja na kazi ziendelee. Lakini nimefurahi kuona kwamba kazi hii sasa imefikia 98% na meli hizi za roro zinaweza kufunga hapa. Kwa kweli kwa Zanzibar hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu congestion ya bandari ya Malindi tunaifahamu sote. Tukiondosha meli zote za roro zikija huku, kwa kweli itakuwa imetusaidia sana. Na nimeambiwa hapa muda mfupi ujao, basi na meli nyingine zile za abiria zitakuwa zinaweza kufunga hapa. Mheshimiwa, kama walivyosema, ni mara nyingi umekuwa ukija katika bandari hii, si mara ya kwanza kutembelea hapa, lakini kila siku tukija tunaona mabadiliko. Lazima tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa sana aliyofanya, lakini na kwa maono yake. Mwanzoni tulivyokuwa tukianza kuzungumza bandari ya Mpiga Duri ilikuwa inaonekana kama ndoto hivi, lakini hata mazungumzo na wenzetu wa ZFDEFCO wengine walifikiria hili halitawezekana. Ni suala ambalo tulikuwa tukilizungumza muda mrefu, lakini sasa kuna mabadiliko dhahiri ambayo yametokea. Hatuna budi sana kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini tukupongeze na wewe Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwa juhudi zako. Hivi sasa bandari yetu ya Maruhubi Phase 1A imeshaanza kuanza kazi rasmi, na kama tunavyoiona bandari yetu tayari imeshakuwa equipped na eneo la kukagulia mizigo. Taasisi zote za kodi ziko pale, kuna uzio wa kutosheleza kwa kuhakikisha tuna meet standards za kimataifa za ISPS, lakini pia kuna mataa na operations za usiku hadi usiku zinafanya kazi hivi sasa. Baji letu tayari limesha kuwasili na limeanza kutoa huduma, na hivi sasa kama tunavyoiona tuna meli kubwa mbili ambazo zipo hapa. Hii meli moja ni meli MV Hashim Legacy. Kikawaida meli hii inafunga katika bandari namba 3 kule, lakini kutokana na jitihada kubwa wenzetu wa ZFDEFCO tumeweza kufanikiwa kuifunga meli hii hapa, na sasa hivi operations zake zinaendelea. Hapo awali ilikuwa inapata changamoto sana katika kushusha bandari namba 3 na kusababisha foleni, lakini sasa hivi tumeweza kuondoa foleni ile kuja hapa immediately. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tuna uwezo wa kuhudumia takriban meli 4 kwa wakati mmoja sasa hivi kwa kina ambacho tunacho katika meli hii.